Viongozi, tuache kuua uzazi wa Kenya hii. Watoto wameuawa wengi sana. Watoto wameuawa sana. Ni aibu kwa nchi kama yetu tukiona watoto hata wajafikisha miaka 30 wakiuawa kiolelaolela. Ati makosa ya watoto ni kuuliza maswali. Juzi barabara yetu kumekuwa na ajali. Vijana wako na haki ya kusema hiyo barabara itengenezwe. Kweli ama si kweli? Sasa mnaniambia kijana akiuliza anastahili kushikwa uawe? So mimi naomba viongozi, tafadhali, let us respect the sanctity of life. Na nyinyi wenyewe kama viongozi, mko na nyinyi pia, your life is just like the children we are killing. Mjue Mungu yuko na anawaona. Wakati unatumana, mnatuma watu wanaenda wanatumia risasi ambayo imenunuliwa na pesa ya wazazi. Mnanunua bunduki na pesa imenunuliwa na wazazi. Mnatuma watu ambao wanalipwa mshahara na pesa imelipwa na wazazi. Waende waue watoto wao. Mnafikiri wazazi wanasikia vipi? So mimi nataka kusema hiyo mambo ya kushika watoto na kuua watoto holela igome, Kenya isonge na mbele. Na huyo shetani ameingilia hii serikali. Tunasema huyo shetani. Na mkianza kuua watoto pia muache kuua akina mama. Akina mama pia wameuawa hii Nairobi. Wanauawa, wanatupwa kwa maji. Kule kwa Are walitoa mili mpaka wakachoka. Mili ya kina mama hawana hatia yoyote. Juzi mama moja ameenda kwa hospitali, kadi yake ya SHA ikakosa kufanya kazi. Akaenda kwa ofisi ya waziri, akaambia waziri, hii kadi haikufanya kazi waziri. Akachukuliwa video, ikatumwa mtandao. Yule mama ameenda kuchukuliwa na askari kutoka hospitali. Hatia yake ni kusema kadi haifanyi nini? Haifanyi kazi. Pastor Dorcas Rigathi, mke wa former deputy president, ambaye ni pastor wa kanisa, akiwa na mkutano wa mahubiri, akiwa na watoto, akina mama na wazee, amekuja kufurushwa na timu ya magaidi. Si mnawajua? Huyo shetani afanye nini? Wazazi wamefinyika sana. Wakasema mkizidi kufinya wazazi hata masomo haitaendelea. Watoto wakasema wakati mnaongeza ushuru Kenya sana, wale watu wanapiga biashara, wanafunga biashara zao, wanahama nchi zingine. Sisi tunakosa ajira. Watoto wakasema wale watu ambao wanastahili kuja kupiga biashara Kenya hawawezi kuja Kenya kwa sababu hali ya ushuru iko chini, kwa sababu mmepandisha sana mambo ya taxation. Na mtakuja hapa 2027 mtuombe kura. Sasa nimesikia tumetukanwa tena. Kalonzo ametukanwa, naitwa watermelon. Viongozi waheshimiane. Kama tunatukanana kama viongozi, wale watoto wetu wanatusikia tukitukanana, nao tunawafunza tabia gani? Kama unaweza ita kiongozi kama Kalonzo watermelon, wale watoto wamekuona ukimuita hivyo, wote watakuheshimu? Alafu mnasema oh, mimi ni kiongozi mniheshimu. Mesema unatengeneza serikali na mama mboga, watu wa bodaboda. Sasa jana wamesema yeye ako na PhD, nyinyi hamjasoma. Sasa mimi najiuliza, si tuheshimiane? Tukiombea nchi yetu, mimi nataka kuombea hii serikali iwache kubagua sehemu zingine. Mtu akiapishwa awe rais, nchi yote inakuanga kwa mikono yake. Mtu akiapishwa awe governor, kaunti yote iko mikono yake. Mimi nilipoapishwa nikawa mbunge wa Kadhiani, hakuna area nimebagua. Lakini sasa tuko hapa shule, mwalimu analia, wale walimu wako hapa wengi wanalipwa na wazazi. Na juzi tu wabunge wakiwa Mombasa, rais mwenyewe anapeana barua kwa wale wabunge wako hiyo mrengo ya Kenya Kwanza. Sasa mimi najiuliza, wakati mnatubagua, kwani watu wa Kadhiani walipi ushuru? Wacha kubagua wa Kenya. Huku Ukambani we are part of Kenya.
Kama ni walimu wanaandikwa, wanaajiriwa, hata sisi tupate share yetu. Na nikirudi bunge on Tuesday, mimi nataka nijibiwe. Ni walimu wangapi wameajiriwa wa kutoka Kadhiani hii wakati mmekuwa mkichukua walimu? Hiyo lazima nijibiwe.